Haya ndo mataifa ambayo nayapa asilimia kubwa sana. Sahihi. Kwa mujibu wa Jerwin alisema sina budi pia na mimi kutaja ndio mataifa yangu matano ambayo niko nayo moyoni ama ninayaona kwa jicho la kimpira kwamba yanaweza yakafanya kitu kwa kuyapanga kimtiririko. Naamini kwenye hayo mataifa matano lazima wale watakaofika juu watatoka humo. Yani iko hivi, kuna timu ambazo unazipa upato wa kutoa taji na kuna chama lako. Nafikiri hivi ni vitu viwili tofauti. Yes, hizi tano tukija kwenye masuala ya kushangilia, kwa sababu kuna mahaba ambayo ninayo. Inawezekana pia kuna mataifa ya Afrika sitoliweka labda kwenye hayo hizo timu tano, lakini mimi naamini kwamba mbungi ikianza kupigwa hii ikiwa inacheza lazima. Ndio maana nikasema kuna maswali mawili. Yes. Yani kuna mataifa ambayo unayapa upato wa kuwa champion na kuna chama lako. Sasa ni vitu viwili ambavyo huko hatujafika kwenye chama. Sisi tupo kwa ajili ya wale ambao nafikiri muda unaruhusu uliosalia, nafikiri nimalizie na hilo afu mengine yatafuata. Tutamalizia kwa sababu kesho pia tutapata wasaa kuzungumzia mchezo huu kabla haujachezwa. Bana, taifa langu la kwanza ambalo naamini kwamba litakuwa kwenye top 5 nitaanzia mwanzo kabisa, namba 1, taifa la Ufaransa. Kama kawaida France miongoni mwa mataifa ambayo kwa sasa yana ubora wa hali ya juu. Kila kitu chini ya kocha Didier Deschamps, kuna kitu ambacho anaonyesha cha utofauti, lakini pia nyota kadhaa kutokana na eneo anakotoka ni wengi sana. Nikisema ni wataji, of course itakuwa napoteza muda, lakini wakiongozwa na Kylian Mbappe ambaye inawezekana pia akawa na isaka rekodi ya kuvunja ama kuivunja rekodi ya mfungaji bora wa muda wote wa kombe la dunia. Kwa umri wake inawezekana pia akaja kutengeneza rekodi yake binafsi. Tutafika huko pia, mtakuja kugusia ama tutayagusia kwa sababu muda bado tunao. Lakini taifa langu la pili ambalo nalipa upatu mkubwa ni taifa la Ureno ama Portugal chini ya Cristiano Ronaldo ambaye mara nyingi kwa sasa ni maelekezo tu, walau wamsindikize kwa amani. Babu wa watu, umri unaruhusu, miaka 41, anahitaji na yeye aandike historia ambayo ilishindwa kuandikwa na watangulizi wake kwenye taifa la Ureno kwenye kombe la dunia. Naamini kwamba ni miongoni mwa mataifa ambayo inawezekana wakafanya makubwa kwenye kombe la dunia. Taifa la tatu namweka Brazil ambaye tangu mwaka 2002 alipolichukua kombe mbele ya ilikuwa ni Ujerumani. Yes, nafikiri amekuwa akistruggle sana. Ni miongoni mwa mataifa yaliyofika finali pia kwa kombe la dunia lililofuata kama mawili au matatu, lakini kuchukua imekuwa ni changamoto, na umo alitengeneza rekodi mbaya. Kama unakumbuka kombe la dunia la mwaka 2014 dhidi ya Ujerumani pia alikutana na kitu kizito, lakini kwa sasa naamini kwamba chini ya kocha Carlo Ancelotti kuna kitu wanaweza wakafanya. Taifa langu la 4 ni taifa la Uhispania ama Spain. Spain bana, nao ninawapa upatu mkubwa wa kuweza kupambana. Inawezekana hawana majina makubwa ya wachezaji, lakini kile wanachokionyesha kikaja kuwa bora na kuweza kuwanufaisha walau kuonyesha kitu kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Taifa la 5 ni taifa la England ambalo limekuwa ni taifa linalowaaminisha wengi sana kabla ya kucheza, lakini tunapofika uwanjani na kuwa tofauti kabisa na kile wanachokiamini watu. Lakini kwa sasa naamini chini ya kocha Thomas Tuchel kuna kitu ambacho anaweza akaongeza, kwa sababu pia aliomba asiingiliwe katika swala la selection ya kikosi. Kweli wakamruhusu akafanya anachokitaka. Bila shaka kuna kitu anahitaji kuongeza, na ninaamini pia chini ya nahodha Harry Kane kwa ubora aliokuwa nao, lakini pia kwa kile anachokionyesha na umri wake pia na makubwa ambayo ameshayafanya, aweza kuwasimamia wenzie pia wakafanya kitu kilicho bora. Hayo ni mataifa yangu matano ambayo nayapa upatu kubwa sana. Tumemaliza.